mpaka ilipofikia mwezi wa 10. Lakini hapa katikati aliyekuwa ananihudumia ni Nesi Mage. Shuhuda za kweli na hakika, Yesu anaponya. Karibu International Evangelism Church kwa ajili ya kuombewa na kutatuliwa shida yako. Mwaka huu mpaka ilipofikia mwezi wa 10. Lakini hapa katikati aliyekuwa ananihudumia ni Nesi Mage. Yuko wapi Nesi Mage? Huyu hapa. Nikawa natumia maji kama chura. Natumia nini? Maji. Kama nini? Kama chura. Kama chura. Wenzangu wanapopika chakula, wakila mimi naendelea na drip. Drip la chakula mkono huu la maji mkono huu. Lakini kwa roho nzuri za Nesi hakuwa na tamaa ya utajiri. Ni mama ambaye pia namwombea Mungu ambariki sana. Amen. Nimeambia yuko mtumishi mmoja. Yuko katika kanisa la kwao, atamwomba nitembelee. Na kweli siku hiyo nimelala kitandani, mtumishi huyo alikuja. Alipokuja alikuta nimezidiwa, watu wamejaa ndani. Wengine wanategemea kwamba mimi sasa labda ndio mwisho wa mauti yangu. Lakini alipokuja mtumishi nikawa nguvu za ajabu nazipata. Yeye mwenyewe ni shahidi wa jamani, tokeni mtumishi amekuja nataka kuombewa. Kwa ni msururu mkubwa na kila mmoja anataka shuhudia mauti yangu. Hakuna msaada mwingine wote. Bahati nzuri mtumishi yuko hapa. Aliongea nakiri. Na kweli alinishika sehemu inayouma. Akanifanyia maombi. Nilichoshangaa, saa 8 ya usiku naamka, maziwa ambayo yaliwekwa, mama amelala, nikaanza kuweka gilasi ikapita. Nikamwamsha mke wangu, kamwambia amka uende muujiza. Ananiambia nini? Namwambia gilasi ya maziwa imepita. Ananiambia kweli? Namwambia kweli. Basi nikawa namsumbua mtumishi, sasa ninakuja huku nakuja huku narudi. Lakini kumbe vile ninavyotembea nilienda mpaka kwa mzee mmoja anaitwa Kiboko, nikitegemea kwamba nina kansa. Akanipa madawa, lakini hakunisaidia. Akaenda mpaka sehemu moja wanaita Ruvu Tifutifu. Nikakuta mzee mmoja kitu cha kwanza amenipigia ramli ya kuku. Akaniwekea kiburu kichwani. Mwisho anaambia bwana, wewe uniruka kitu kibaya. Akanipa dawa ya kulala na kuoga. Lakini sikupata nafuu. Ndio. Nikaondoka tena siku hiyo ya Jumamosi. Mama alikwenda shamba. Anakuja, ananikuta hali inabadilika. Tulipakia gari ya haraka kwenda Mkumbara Magila. Tukamkuta mwingine huyo na mliani anapiga na vitabu. Lakini sikuridhika, nilipa 5,000 tu, maana sikuridhika na mama. Najua kwamba wewe ni mfanyabiashara, si mbali. Nilirudi kakata tamaa kwa kweli. Ukiniangalia nimelala pale Bikigiti. Lakini siku moja nikampigia tena mtumishi nisiwachoshe. Kampigia mtumishi simu. Kwamba bwana hali si nzuri. Akaniambia weka mkono wako wa kuume katika kifua. Nikaweka, akanifanyia maombi. Kwa kweli hapa ninaposimama nina raha sana. Ni mara yangu ya kwanza kuingia kanisani. Lakini nikaona bila kuja hapa sitatoa shukrani kwa Yesu. Amen. Maombi yale yalifanyika, nafikiri siku ya Jumamosi kuacha Jumapili. Nilijua na kipelelezi cha kukohoa mpaka naanguka chini, mwili watetemeka. Mwanamke ananipiga ngumi mgongoni. Sawa. Kwa kweli nimesimama mbele ya madhabahu hapa. Kule utapika sisi katabikia nguo. Nyama iliangukia mkono wa kushoto. Kumbe nilikuwa natembea na nyama. Nyama iko kwenye tumbo.
Niliita majirani wote wakashuhudia nyama ile. Na mtumishi nipigia simu. Na mama alikuwa anahudumia. Kwa sababu niliona kitu cha ajabu, nyama imetoka. Nilishangaa kwamba nimehangaika, nimeenda Mawenzi kufanya CT scan, wananiambia nalona kifuani. Laki 6 ikaenda, lakini matokeo yake sikupata hata dawa. Narudi, wananiambia nyama hiyo na hilo linaanza kukauka, kumbe ni nyama. Lakini nashukuru Bwana Yesu alitoa kwa njia ya muujiza. Leo nimesimama hapa. Nimesimama hapa. Ninaona si vizuri kumkaribisha ile chakula. Lakini sijui akitoka akwambia asante utajisikia. Na mimi leo nimesimama kimwambia hakika kama Yesu alivyosema ni mtu wa uzima. Na ndani ya maji ni maji ya uzima. Mimi sina nyingine, siwachoshe sana. Lakini kwa kweli jina la Yesu likitajwa mahali popote, na wengi walikuwa wanakuja hapa wanaangalia kama nimebakiza siku ngapi. Lakini leo nina furaha sana. Amen. Mama hapa nikisema kwamba nitazidi kutembea na Yesu. Kwa kweli ukiangalia hata nisimame naelewa. Sababu niangalia nilala kitandani. Badala ya kumhudumia ni dream, akawa amefumba macho. Akasema ni ugonjwa gani huu? Unafunga na kufungua. Unafunga na kufungua. Lakini angalia tumbo. Mimi sasa hivi najiita na afya tumbo nimepanda. Nilikuwa ukimwaga maji hapa, inaweza akasimama hata vikombe vingi. Maana tumbo liko ndani. Lakini leo nimesimama asubuhi nakunywa uji, nakunywa maziwa, nimekuja bila fimbo, nilikuwa natembea na fimbo. Nashukuru kwamba hata ile damu ya Yesu niliyopewa. Ndio. Itakuwa ni tumaini langu jema. Amen. Sitachoka kwa yoyote yule. Nitakayekuta anatembea katika nguvu za giza, nitamuelekeza sehemu ya upole. Siku mtumishi alipokuja, baada ya kuwatimua watu kwa mwanamke, jamani, mtumishi amekuja hata kufanya ibada. Mama mmoja ambaye namfahamu, neno ndio yatamka, hayakuniridhisha. Akasema marehemu anasema. Neno hilo ni ndugu yangu, lakini nilinyusi baba mtu mzima. Nilipata nguvu, mtumishi mwenyewe amejua. Wafukuza watu, ninaamka nimekaa kitandani. Tokeni mtumishi afanye maombi. Nilipata nguvu za ajabu. Kwa sababu sasa hivi nachukulia kule usemi aliosema Yesu kwamba njooni wote mlemeao na mizigo ya dhambi. Amen. Na mimi leo mzigo wangu wa dhambi nimemtua kwa Yesu. Nimeona hata mimi niongozane na mama. Amen. Maana akiambiwa
mjane sasa hivi halipo. Kwa sababu na alishakatishwa matumaini kwamba mtoto anataka kupone. Kwa ilikuwa ni kitu mali. Lakini ninashukuru sana. Amen. Amina. Kubariki sana. Hata kumpa mama asante neno kidogo. Kwa sababu yeye ndiye aliyekuguza. Yeye asante. Amen. Amen.